Mambo vipi? Sasa leo ndo ile siku ambayo tunaenda kuisoma Python. Tunaanzia from beginner hadi kwenda kuwa pro. Kwa hata kama hujui, yani ndo tunaanza from beginning. Hata yule ambaye hajawahi kuisikia kabisa ndo tunaanza naye hapa. Sasa kitu cha kwanza kutoka kwenye rollover yetu tusema tunaanza introduction of Python, kisha tutafuata setup and environment, tutafuata common rules, zile sheria ndogo ndogo za wakati unakuwa unafanya coding ya Python, lakini pia tutapitia Python syntax, tutapitia Python comments, tutapitia Python statement pamoja na Python variables. Kwa sasa tukianza katika sehemu ya kwanza ambayo ndo Python introduction, kitu cha kwanza lazima ujue introduction ya programming language ambayo tunaenda kuendelea nayo. Kwanza lazima ujue Python inatumika sehemu gani na sehemu gani. Python inaweza kutumika katika web development, especially katika back end ambayo tunasema ni server, web server end au server side. Lakini pia Python inaweza kutumika katika software development, kutengeneza software mbalimbali. Python inaweza kutumika kutengeneza scripts ambazo tunatumia kwenye payload katika masuala ya hacking, wanavyotengeneza payloads tunasema zinaitwa ni system scripting. Lakini pia Python inaweza kutumika katika kuconnect database. Kwa Python ipo katika uwanja mpana sana na ipo katika sekta kubwa Python imecover. Sasa kisha elewa Python inapatikana wapi na inafanya kazi gani, tukapate kuangalia setup na environment ambapo unaweza kufanya coding za Python. Python katika unaweza kufanyia coding katika PC au kompyuta, lakini pia Python unaweza kufanyia coding katika smartphone, katika simu zetu ambazo tunazitumia. Hasa katika simu zetu ambazo tunazitumia, natumia compiler kama mnayoiona hapa. Ipo easy sana. Ipo easy. Hii hapa compiler inaitwa Pydroid. Kwa unaweza kaingia katika Play Store. Kiingia moja kwa moja katika Play Store unaandika Pydroid. Sorry. Ukiandika Pydroid unaikuta kama ilivyo hapa, Pydroid 3 IDE for Python 3. Yes. Kwa unaweza download, lakini mimi kwa sababu nimesha download inakuwa tayari, kwa naweza open moja kwa moja na ndani muonekano wako ndio upo kama hivi wa Pydroid. Ni easy sana kutumia na ndio ambao tunaweza tukaitumia hapa. Lakini pia wanaotumia PC kuna software inaitwa PyCharm. Ni easy na ni simple na ndio compiler nzuri ambao unaweza nikasuggest unaweza kutumia katika Python from beginner. Lakini pia ipo Visual Studio Code pia unaweza kuitumia na ina compile, lakini Sublime Text unaweza kuitumia katika kufanyia coding, lakini upande wa kucompile inakuwa haiwezi kucompile. Kwa hiyo unaweza ukachagua Visual Studio Code au Pydroid. Zipo compiler nyingi sana, lakini kwa upande wangu na suggest hizo mbili kwa sababu ndio easy na rahisi sana. Yes guys. Sasa tunaenda kuanza sehemu yetu ya kwanza. Kwa katika video inayofuata ndio tunaenda kuanza katika sheria au rules ndogo ndogo za Python. Yes.